Leo ni siku ya baraka, ni siku ya ushindi, ni siku ya matendo makuu ya Mungu wetu wa mbingu na nchi. Tunajikumbusha katika Biblia, katika kitabu cha Samueli wa kwanza ile sura ya 8, tunakutana na habari ya Samueli ambaye alikuwa ni mtumishi wa Mungu ambaye alilelewa na mtumishi Eli. Lakini Samueli alipokuwa mzee sana, akawafanya wanawe kuwa waamuzi katika Israeli. Lakini unaona wale watoto wa Samueli hawakutenda haki katika jamii ya Israeli. Mtoto wa kwanza wa Samueli alikuwa ni Joeli na mtoto wa pili alikuwa ni Abia. Lakini Biblia inasema hawa watoto hawakutenda haki, wakafata mambo yao wenyewe, wakataka kupata rushwa. Kwa hiyo wazee wa Israeli wakamfata Samueli, alikuwa akiishi katika mji wa Rama. Wakasema, watoto wako hawatendi haki kama wewe ulivyokuwa unatuamua. Kwa hiyo Samueli ikabidi amwendee Mungu, amwombe Mungu. Alivyomuuliza Mungu, Mungu akasema inatakiwa Samueli uwasikilize watu hawa wanataka nini. Lakini watu wakataka Samueli awafanyie mfalme kama mataifa mengine. Lakini hilo neno likawa baya machoni pa Mungu na machoni pa Samueli mtumishi wa Mungu. Lakini Mungu akasema, hawa watu hawakukataa wewe tu Samueli, ila wamenikataa mimi. Kwa sababu kipindi hicho, wakati wa Samueli, mfalme kama mfalme alikuwa nchi ile anatawala Mungu kama Mungu, alikuwa anasimama Mungu kama Mungu. Kwa hiyo baada ya wana wa Israeli kutaka kwamba wamfanyie mfalme, kwa maana walitaka watawaliwe na wanadamu. Kwa hiyo Mungu akasema wasikilize hawa watu. Lakini chanzo cha haya mambo yote mpaka ukengeufu, watu wakataka wafanyiwe mfalme, ni kwa sababu ya watoto wa Samueli waliacha ile kweli ya Mungu, hawakutenda haki, wakapata rushwa kwa watu, wakakengeuswa neno la Mungu, hawakufanya ile haki ya Mungu. Kwa hiyo wana wa Mungu, tukitaka tudumishe ushirika na Mungu, tukitaka tukae katika ile kweli ya Mungu, tuwe ni watu wa kutenda haki katika jamii yoyote ambao unaiongoza au jamii yoyote ambao unaishi. Tenda haki. Ukitenda haki, Mungu atasimama na wewe. Kwa hiyo wana wa Mungu, tukitaka tupate mema kwa Mungu au tupate baraka kwa Mungu, lazima tuwe watu wa kumcha Mungu katika roho na kweli. Tutembee katika zile siri za ufalme wa Mungu alizoziainisha. Tusome Biblia. Anakwambia Musa wakati anamwagiza Yoshua mwana wa Nuni, alisema, Mungu anamwambia Yoshua, neno la mtumishi wako Musa au Torati isihame kinywani mwako, kwa sababu alijua ule Torati ndiye msingi wa Yoshua kufanikiwa kwake. Kwa maana maneno ambayo alikuwa anayasema Musa katika maisha ya wana wa Israeli, ndio Mungu akamwambia Yoshua, hayo maneno ya Musa yasihame kinywani mwako, kiwe ni kama chakula chako asubuhi, mchana, usiku, yatafakari hayo maneno, ndipo utakapofanikiwa sana. Kwa hiyo wana wa Mungu, tukitaka tudumishe ushirika na Mungu, tutafakari sana Biblia, tutafakari sana maneno ya Mungu, ndipo tutakapofanikiwa katika mataifa yote. Kwa maana Mungu anasema sisi tutakuwa vichwa katikati ya mataifa yote. Kwa hiyo sisi kama tutakuwa vichwa katikati ya mataifa yote, neno la Mungu inabidi likae kwa wingi ndani yetu, ndipo tutakapofanikiwa, ndipo tutakapozidishiwa, ndipo tutakapoitwa wabarikiwa katikati ya wabarikiwa. Kwa maana neno la Mungu ndio chakula cha uzima. Hakuna chochote utakachofanya, lazima neno la Mungu liwe chachu ya wewe kukaa na Mungu katika ile haki ya Mungu, ndipo Mungu atakapojifunua katika maisha yako. Kwa maana baba zetu wote wa imani, wakina Ibrahim, walifanikiwa sana kwa sababu wao walidumisha ushirika na Mungu, walikaa katika ile kweli ya Mungu, wakampenda Mungu kwa moyo wako wote. Kwa sababu kisoma Musa
Au ukimsoma Ibrahim, anasema Ibrahim alitokewa na Mungu, akaambiwa utoke katika nchi ya Ukaldayo uende katika nchi ambayo itakiwa uende. Kwa imani akatoka. Kwa hiyo ile imani, Musa alimwamini Mungu kwa imani akatoka. Kwa hiyo unaona hizi baraka kama tunaziona tunazisoma katika baba zetu wa imani kama wakina Ibrahim, kwamba hawa walikuwa wanamcha Mungu, walimpenda Mungu, kwamba Ibrahim alikuwa mjui Mungu, lakini alipoisikia habari za Mungu akaambiwa ile sauti, anakwambia aliitii ile sauti. Ndio maana kubarikiwa kwake, ina maana baraka zile alizipata kwa sababu yeye alikuwa anampenda Mungu. Kwa hiyo wana wa Mungu, sometimes sisi tunakuwa pengine hatuzipati zile baraka za Mungu, ni kwa sababu hatutii kile anachotuagiza Mungu. Kwa hiyo utii ndani yake kunakuwa kuna ushindi. Kwenye kutii kuna baraka, kwenye kutii kuna neema nyingi. Kwa hiyo baba zetu hao wa imani walitii, ndio maana walibarikiwa. Kwa hiyo nachosii wana wa Mungu, tumpende Mungu kwa mioyo yetu yote, tumpende Mungu kwamba yeye Mungu ndio chanzo, kwa maana yeye Mungu ametuumba sisi. Sisi ni vyombo vya sifa za utukufu wake, kwa maana alisema kwamba duniani sisi tumekuja kwa lengo moja tu, kumwabudu Mungu kama Mungu. Haya mengine Mungu, tukimwabudu Mungu, haya mengine atatuzidishia kwa wakati wake. Haya mengine yatakuja kwa wakati wa mapenzi ya Mungu, kwa maana Mungu wetu ni Mungu aliye mwaminifu. Kwa hiyo wana wa Mungu, tukae katika ile kweli ya Mungu, tukae katika neema ya Kristo Yesu, tutamuona Mungu akitupigania katika maisha yetu. Kwa hiyo wana wa Mungu, tudumishe ushirika wa kumpenda Mungu, tudumishe ushirika wa kukaa katika ile kweli ya Mungu, tutamuona Mungu katika maisha yetu. Barikiwa sana. Amen.